Na ni wakati wa kukupasha yale ambayo yameandaliwa, yamechapishwa katika gazeti zetu. Kuna gazeti la Taifa Leo. Nami hapa niko na gazeti la The Standard ambapo naenda kukupa yale ambayo yamenakiliwa katika gazeti hili moja kwa moja. Nite Edwin Mukaya. Fidelis Omoshoge. Nikianza na gazeti la Taifa Leo, naona kuna yale ambayo yamechapishwa. Unavyoona kuna Mourinho, wala watu ambao wanapenda dimba, ma sports. Kuna Mourinho hapo nje, kuna Raila Amolo Odinga, kinara wa chama cha ODM. Hao ndio hizo ndizo nyuzo za gazeti hili, ambapo kuna habari ambayo imenakiliwa katika ukurasa wa pili. Wanasema kwamba wamiliki wa hoteli wapinga vikali ushuru mpya. Kuna ushuru mpya ambayo ilitolewa hapo jana, ambapo wamiliki wa mahoteli ama hoteli, mikahawa mbalimbali washaipinga kwa kishindo sana. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa tatu naona wanasema kwamba Raila ni kama atakuwa chaguo la Uhuru katika uchaguzi uchao wa mwaka wa 2022. Murathe asema. Nakumbuke Murathe ni naibu mkuu wa mwenyekiti wa Jubilee. Alisema katika kituo moja cha radio kwamba ni kama Raila Amolo Odinga atakuwa chaguo la Uhuru Muigai Kenyatta kam 2022. Hiyo ni habari ambayo imechapishwa katika ukurasa wa tatu. Katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba wakuzaji wa miwa walia hatua ya viwanda itawaletea hasara. Unajua kuna wale watu ambao ni wachuuzi, wale ambao huuza miwa katika majiji Kisii, Nairobi. Wanasema kwamba viwanda ambavyo vimetengezwa vitawaletea hasara. Ukurasa wa tatu pia kuna hii habari ambayo wanasema kwamba chama cha UDA, United Democratic Alliance, wanasema kwamba ishaanza kuandikisha wanachama. Wanasema kwamba watahakikisha kwamba uchaguzi wa 2022 watakuwa na 70% ya Wakenya ambao wameandikishwa kama wawaniaji viti mbalimbali kutoka kwa chama hicho cha UDA. Huo ni ukurasa wa tatu. Katika ukurasa wa pili huku pia wanasema kwamba polisi motoni kwa msongamano wa magari weekend. Unajua kuna wale wa Kenya ambao walilazimika kukesha nje siku ya Jumamosi katika jiji la Nairobi kwa kuwa walikuwa wameshikwa na curfew. Naona kwamba polisi motoni wanalaumiwa kwa jambo hilo. Huo ni ukurasa pia wa pili. Naona kama hizo ndizo habari ambazo zimechapishwa katika ukurasa huu wa mbele wa Taifa Leo, ambapo ukurasa wa 15 hadi ukurasa wa 16 wanasema kwamba Mourinho amwaga unga Spurs. Hizo ndizo nitakuandalia siku ya leo. Naam, katika gazeti letu la The Standard ikiwa ni tarehe 20 April mwaka 2021, naona kwamba kuna woga ambao umetanda baada ya timu mbili za seneti pamoja na bunge ya serikali kutoa ripoti mbili tofauti za BBI. Ni kwamba sasa hivi kuna uwezekano kwamba kutakuwa na kugawanyika kwa timu hizo mbili. Vile vile tutaangalia hapa, naona kuna mvutano kati ya wafanyakazi wa kizimbani, utapata katika ukurasa wa 24. Vile vile tunaona hapa kwamba kuna kesi anuai ambazo zinaendelea kuripotiwa, ambazo zimekuwa nyingi zaidi, ambazo ni za real estate defaults, ama yale mali ama ile mali yenye haiwezi kuhamishwa. Vile vile tunaona hapa katika spoti ukurasa wa 42 tunaona hapa Jose Mourinho pia amefutwa kazi. Vile vile katika tuangalie jalada ama mada kuu kubwa zaidi ama mada kuu kwenye gazeti la The Standard, nasema Inside Exclusive Club of President's Keepers. Hiyo ni kazi tutaenda kuiangazia kwa mapana na marefu. Vile vile tutaangazia mmoja hapa ambaye anasema kwamba Wakenya waweze kutia manani yale ambayo yamewekwa ili kusitisha katikuli za kawaida ama curfew ambao ni saa 2, haswa yale maeneo ambayo yamepigwa vilivyo na ugonjwa wa COVID-19. Na vile vile kwa kaunti 42 zile ambapo curfew imeanza saa 4 usiku pia aweze kutilia manani kanuni hizo. Hayo ni katika gazeti letu la The Standard.
Nikiingia katika ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo, tarehe ni 20, wanasema kwamba wamiliki wa hoteli wapinga ushuru wa vitanda. Kuna ushuru ambao umetolewa hivi karibuni ambao wale watu ambao ama wale wamiliki wawekezaji katika mikahawa mbalimbali wanaagizwa kulipa ushuru ambao ulipitishwa hapo jana. Katika ukurasa huu pia wa pili wanasema kwamba wanasema kwamba vizuizi vilikwamisha wahudumu walio na vibali halali. Najua kuna ule msongamano ambao wa magari ulikuwa siku ya Jumamosi. Kuna wale watu ambao walikuwa essential workers. Kuna wale ambulance walikuwa wanapeleka wagonjwa hospitali. Kuna wale watoto ama wazazi ambao walikuwa wapeleka watoto wao hospitali. Hawakuruhusiwa kupita katika vizuizi ambavyo vilikuwa vimewekwa katika sehemu mbalimbali jijini Nairobi. Sasa wanasema kwamba msongamano huo na hiyo habla yote wenye wanafaa kulaumiwa ni polisi. Hata kama unajua umepewa ile onyo, umeambiwa kwamba ufuate masharti kutoka juu. Unajua kuna utu. Watu pia wanafaa wawe na utu. Kuna mama huko alikuwa na bwanake alikuwa anaenda hospitali akuruhusiwa. Kuna mama alikuwa anapeleka mtoto wake hospitali pia akuruhusiwa. Kuna ule utu. Yaani achana tu mambo na kufuata sheria, lakini kuna utu. Kuna ambulance ilikuwa zinapeleka wagonjwa hospitali asikuruhusiwa. Ilibidi walale nje hadi wakesha hadi kesho asubuhi ama asubuhi yake hiyo yenye ilikuwa Jumapili. That's what not good. Wanasema kwamba wenye wanafaa kulaumiwa tu ni polisi. Huo ni ukurasa wa pili. Naona wanasema kwamba Judge Nderi aelezea sababu ya kutoroka Kenya. Kuna jaji anaitwa kama Nduma Matthews anasema kwamba kuna sababu ambazo zilimpelekea yeye kutoroka Kenya. Najua kuna wale wanafunzi ambao walikuwa wanafanya mtihani wa kidato cha 4 na wanasema kwamba washamaliza mtihani wao. Kwa sasa hivi kila mtu ashamaliza. Wengine wao walimaliza Ijumaa, wengine wakamaliza jana, wengine wanamaliza leo, lakini nikidhani tangia mtihani wote ulikuwa uishe on Thursday, Alhamisi wiki ndio mtihani yote ilikuwa ihishe. Hayo ndio yale ambayo yamenakiliwa katika ukurasa wa pili, na wanasema kwamba mzozo mpya watokota Mumia Sugar. Unajua Mumia Sugar imekuwa na mizozo, mara fedha zimeibiwa, mara uongozi imekuwa na shida kidogo. Naona kwamba kuna mama mmoja ambaye aliita mganga kwa sababu nguruwe wake aliibiwa. Huo ni ukurasa wa pili. Kuna hii habari wanasema kwamba huenda Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta aunge Raila Amolo Odinga 2022. Najua washasema kwamba handshake imeanza kuharibika. Wengine wanasema kwamba handshake iko na mashida, lakini kwamba naona wanasema kwamba naibu mwenyekiti wa Jubilee ambaye ni Murathe, David Murathe, anasema kwamba alisema kwa kituo kimoja cha redio, alisema kwamba huenda najua hiyo huenda bila alisema ni kama anasema huenda Uhuru akamuunga mkono Raila kama 2022. Na unajua huyu ni msemaji wa president. Murathe ni kama ni msemaji wake. Hivyo hatujui hiyo siasa inaendaje. Unajua hiyo ni siasa vile. Hiyo ni siasa pia. Usije wajua kuna wenye kugombea viti na kuna advisors. Mimi nakupa nasaha, pengine Murathe ampe nasaha hivyo, lakini mwenye uamuzi ni nani? Wewe ukajua. Wawili waweza kuungana pia, Ruto pamoja na rais huenda wakaungana pia. Huwezi jua siasa za Kenya, huwezi zidhamiria museme kuna lengo fulani. Huwezi tabiri. Naam. Katika ukurasa huu wa 3 pia wanasema kwamba UDA, chama mpya cha UDA, wanasema kwamba kimeanza rasmi kuzajili wale watu ambao kutoka mashinani ambao watawania viti mbalimbali kama 2022. Wanataka at least 70% ya nchi ya Kenya wawe wako katika vyama ama chama cha UDA. Washaanza hiyo kazi, walianakiri hiyo taarifa hapo jana wakiwa katika kaunta ya Narok. Nikiingia ukurasa wa 4 nitaenda kuzungumzia kuhusu habari za county. Chani angazia ukurasa wa pili hapa na watatu vile kutoka gazeti letu la The Standard. Nikiangalia hapa kuna barua kutoka pale Kajiado. Watu wanasema kwamba COVID-19 ilipoingia Kenya mwaka jana, watu walitia hofu zaidi na kwamba ikawa lazima unawe mikono yako, ujifanye nini, uvae
barakoa, at least ulinde kwamba zile kanuni ambazo Wizara ya Afya ilipitisha zimefuatwa. Watu walikuwa wanaogopa zaidi, walikuwa wanaogofia afya zao, lakini nafikia sasa hivi tunaona kwamba watu wameanza kusitisha hizo kauli, wameanza kuzitisha hayo masharti waliokuwa wamepewa. Na sasa hivi tunaona kwamba watu pengine hawafuati hayo masharti, hawavai barakoa, hawanawi. Pengine hata pale vijijini ungepita kwa maboma mbalimbali ungegundua kwamba kuna maji safi, kuna sabuni pale ya kunawa vizuri, watu wanavaa barakoa, watu walikuwa na ule uoga. Lakini inaonekana kwamba sasa hivi watu washapunguza yale makali, yani kama makali ya COVID wameona kwamba imepungua kidogo, na watu wameanza kusitisha hao masharti. Kwa hivyo tunaambiwa hapa kweli lazima watu, anaitwa Edna Nyamwanza, anaitwa huyu ni PR practitioner, anasema watu waendelee kufuata kanuni za serikali ili kuhakikisha kwamba ugonjwa wa COVID-19 umeweza kudhibitiwa. Vile vile katika ukurasa huu wa pili kama kawaida tunaangalia echoes from the past, yani tunakumbuka historia hasa katika ulingo wa siasa. Tunaangalia mitihani, ambapo hapa ilikuwa ni mwaka ama ni tarehe 14 Januari mwaka 1961, hapo ambapo tunaona kwamba kulikuwa na vigogo wa elimu, ambapo tuliona mitihani wakati ilikuwa inaitwa Certificate Primary Education ama CPE, hapo ambapo tunaona aliyekuwa waziri wa local government anaitwa Lawrence Sagini, mwenda zake alikuwa ameenda pale Nairobi kukutana na kina Julius Kiano kuzungumzia mambo na elimu, vile vile kuzungumzia jinsi mitihani itakapofanywa. Waliafikia na hayo, ambaye Dr. Kiano vile vile alikuwa amemaliza PhD yake kutoka mwaka wa 1956, na vile vile Mbiu Koinange akamaliza yake vile vile. Kwa hivyo tunaona hapo kwamba walipanga mitihani vizuri. Ni miaka miwili iliyopita kulikuwa na wizi wa mitihani sana. Ingawaje serikali iliambiwa kwamba ni kama kuna leakage kidogo, fanya mambo, hawakufanya mambo. Kwa hivyo kulikuwa na leakage ya hali ya juu, watu wakapita zaidi, wanafunzi wakapita wengi. Kwa hivyo ikawa kwamba shule zenye zilikuwa available wanafunzi waingie wasome zilikuwa chache. Ikabidi wameanza shule kutafuta pesa kuanzisha shule zilizokuwa zinaitwa Harambee Day Schools, ambapo watu waliweza kusoma. Hayo tutapata katika ukurasa wa pili. Ukurasa wa tatu hapa tunaangalia kisa ambacho tunaona kwa kweli wajua imekuwa kwa muda sasa. Tunajua kwamba pengine ukikosana na bibi yako, kama kuna mtoto mdogo, ukienda kotini, pengine mwanaume anataka kuwa na mtoto, mwanamke anataka kuwa na mtoto, lakini kwa kawaida tunaona kwamba sheria huwa inakuwa upande wa mwanamke sana. Unajua kama mwanamume hawezi linda kutokana pengine na tamaduni za jamii ambao mwanamume anatoka. Inawezekana kwamba hawezi kumudu kuosha napi za mtoto, hawezi kumuosha yule mtoto, hawezi kumulisha mtoto jinsi inastahili. Kwa hivyo inasemekana kwamba ni vyema mwanaume atulie kidogo ili hayo yote yafanyike, mwanamke awe na ule mtoto wake kwa muda wa miaka 18 hivi, kisha uweze kumchukua. Lakini hapa tunamwona anayeitwa JMK ametumia initials, asema kwamba ingawaje walikosana na bibi yake mwenye ametumia majina yao kamili, anasema kwamba ilikuwa kwamba mwanamke alisema kwamba mzee huyu ama mwanaume huyu hawezi kumlinda mtoto wao wa miezi 3. Kwa hivyo ikawa lazima aende na mtoto wake, na sababu bwana anasema mimi nina uwezo wa kulinda mtoto wangu, nipe mtoto wangu nikamlinde. Hayo utapata katika ukurasa wa 3. Na ni kuwa tunaona kwamba ni kama boy child ni kama ni species yenye endangered sana, kwa maana kila mtu anasema tulinde girl child, boy child. Sasa hivi watu wanaumia kweli. Habari za county naona wanasema kwamba tusipoteze fursa ama wakati ya kutaka msamaha kwa dhambi zetu. Hapo wanatukumbusha kwamba mkumbuke kwamba Ramadhani inaendelea, Saumu Makbul na Ramadhan Karim. Wanasema kwamba kuna ratiba ya leo ambayo inafaa kufuatwa. Unajua kwamba kama wewe ni Muislamu, unajua kwamba kuna ratiba ambayo inafuata kila siku, kila kuchao. Kuna ratiba ambayo ufuatwa nyakati kama hizi za mfungo, wakati wa kufunga. Ndugu zetu, dada zetu Waislamu, tunawatakia kwamba muwe na Ramadhan
Karim. Wanasema kwamba sisi binadamu ni watu ambao tunafanya dhambi. Sina binadamu ni watu ambao tumejawa tuna dhambi mingi. Watu tunafanya dhambi, tunatubu tena tunarudia, tunatubu tena tunarudia na haifai. Anasema kwamba tujaribu, tujifunze vyema, tukue na maadili mema, tufuate yale ambayo Nabii Allah anatuambia, Muhammad anatuambia, tuyafuate hayo yote na tutafanikiwa na tutaingia kule mbinguni pahali pema na pahali petu. Katika ukurasa huu wa 4 wanazungumzia kuhusu Ramadhan na ratiba ambayo inafaa kufuatwa leo jioni. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba kuna wale wakuzaji wa miwa katika kaunti ya Migori. Wanasema kwamba wameanza kuingiwa na hofu kwa sababu hawajafikiana na zile kampuni ambao uzaga miwa ili kutengeza sukari na vitu vingine. Wanasema kwamba kuna maafikiano ambao walikuwa wamelenga na kuna wale ambao walikuwa wameongea wakaelewana. Wanasema kwamba kampuni zimeveli kutimiza maafikiano hao yao, na hiyo yote itawaletea hasara kwa ukulima wao wa miwa. Ukurasa kaunti ya Meru wanasema kwamba kuna shule ya Kidhigiri yalaumiwa kwa corona, matokeo duni ya case. Wanasema kwamba kwa sababu ya hiyo shule ilipata kisa cha corona, wanasema kwamba matokeo yao yalikuwa duni sana. Kuna unajua wengine walidhani kwamba nzige zilipotea. Nzige wapo. Wanaendelea kuhangaisha watu. Naona katika kaunti ya Nandi wanasema kwamba nzige bado wapo. Wapo na wanaendelea kuhangaisha wakulima. Unajua ugonjwa wa corona ulikuja, ndio hiyo BBI pia vitu mingi zikaachiliwa nje, manake uliona kuna wakati nzige walikuwa wamechacha sana. Kila mtu alikuwa anahofia kwamba hapa mbeleni pengine njaa itaweza kutuumiza sisi kama wa Kenya. Naam. Wanasema kwamba kuna ili tume ya NEMA imefunga kichinjio moja katika kaunti ya Kajiado. Unajua nimeika kaunti ya Kajiado. Kaunti ya Kajiado kuna camel wanaitwaje kwa Kiswahili? Camel sijui. Au sasa kuna punda, unajua punda zilihalalishwa kuchinjwa huko katika kaunti ya Kajiado. Hizo zote zipo. Naona kama hii tume ya NEMA ilifunga kichinjio moja katika sehemu hiyo. Wanasema kwamba ucheleweshaji wa matokeo ya waadhiri vita dhidi ya COVID-19. Huo ni ukurasa wa 5. Na wanasema kwamba katika kaunti hiyo, ni kaunti ya Samburu, wanasema kaunti ya Lamu afueni serikali ikisimamisha misako ya wavuvi baharini. Na tumekuwa tukizungumzia kuhusu swala hili la wavuvi katika bahari zetu, Indi, Lake Victoria. Tumekuwa tukizungumzia hayo yote katika gazeti ambazo tumezisoma. Nadhani hao ndio wamekuwa katika ukurasa wa 4 na 5. Acha niangazie ukurasa wa 4 hapa. Naona hapa mtu ananiambia kwamba ngamia inaitwa camel inaitwa ngamia kwa Kiswahili. Sasa niweza kutranslate kisema Kiswahili kweli. Naam, ukurasa wa 4 hapa naangalia naona hapa kuna kisa kilichotokea wiki jana, sijaweza kukumbuka mtangazaji mwenza, ambapo tuliona kwamba kuna mwanaume aliweza kumuua bibie. Ngawaje mwanaume huyo alikuwa ameoa, alikuwa na mwanamke mwingine hapo, ikawa kwamba wamekosana kidogo wakamuua, na katika ile hali ya kuenda kutupa mwili wake gari yake ikakwama mahali. Kwa hivyo ikabidi ameshikwa, na sasa hivi mwanamume huyu alikuwa anaitwa Evans Karani aliweza kushikwa kwa sababu ya kumuua bibi aliyekuwa anaitwa Catherine Nyokabi pale Kithurai Kimbo wiki jana. Na sasa hivi katika mbele ya hakimu mkuu wa Thika Law Court, ama mahakama ya Thika, anayeitwa Oscar Wanyaga alisema kwamba mshukiwa huyu aweze kupatiwa siku 14 ili uchunguzi uweze kufanywa vilivyo na hayo yote kutimizwa ili waweze kupewa hukumu, aweze kupewa hukumu yake. Lakini sasa unajua kwamba tunaona hapa huyu mwanaume ama mshukiwa huyu alikana haya, akasema mbona usinifuni unipe hiyo sentence sasa hivi ili niweze kumaliza kifungo changu mapema. Hayo tutapata katika ukurasa huo. Vile vile kuna familia moja ya mwanajeshi mmoja aliyeuawa wiki jana katika kambi ya kijeshi. Wakati tunaona hapa kulikuwa na vita pale, ambaye alikuwa anaitwa Danson
Lokipetot na aliweza kuliwa, na kwamba alikuwa yeye ndiye kutoana chakula katika familia yake, aswa tunasema kwa kizungu kwamba ni breadwinner. Yeye ndiye alikuwa anategemewa na kila mtu katika familia hiyo, lakini sasa hivi ameshaya. Kwa hivyo familia yake inasema kwamba heri serikali iweze kutoa official statement. Serikali haijaongea na familia kwamba huyo aliaga vipi, haijatoa official statement kwamba mtoto wa familia hiyo ameshaiaga. Kwa hivyo wanaomba kwamba mtoto wao aweze kufanyiwa haki. Huo ni katika ukurasa wa 4. Tukienda katika ukurasa wa 6, moja kwa moja tunaangalia sasa seneti na bunge la taifa. Kuna misukosuko hapo katikati kutokana na Building Bridges Initiative, ambapo hapa tunaona maseneta wakiongozwa pamoja na seneta ama tunamuita minority whip ama seneta wa Siaya James Orengo, wanataka kwamba ile ripoti iweze kufanywa marekebisho kiasi, iweze kufanywa marekebisho kidogo. Vile vile kwenye bunge kuu ama bunge ya serikali kuu inasema kwamba hakuna marekebisho yatafanywa ripoti hiyo, hata koma haiwezi badilishwa. Kwa hivyo huenda kutakuwa na hiyo msukumo, kutakuwa na hiyo tovuti pengine ambao unapata kwamba ripoti moja ya seneti itaenda kukinzana na ile ya bunge kuu ya serikali. Katika ushamaliza? Sijamaliza bado. Nipe muda wangu. Nakupa. Bila nikikutembeza hadi pale kaunti ya Nyamira, tunapoana kwanza kuna mwalimu mmoja amekuwa na uhusiano na mwanamke, ni mwanafunzi wa miaka 14. Na hapa inasemekana kwamba amekuwa na mtoto huyo na uhusiano na mtoto huyo kwa muda sasa. Na sasa hivi tunao msichana akona miaka 14. Sasa sijui huyo mwalimu alianza kumtongoza huyo mtoto akiwa na miaka mingapi, manake wanasema kwa muda sasa. Lakini sasa hayo yote yaliweza kugunduliwa wakati uchunguzi ulifanywa, na pindi tu hayo yaligunduliwa, mwanaume huyu mwenye alikuwa mwalimu wa mtoto huyu aliweza kutoroka. Na kwa sasa hivi naibu kamishona wa Masabanot anayeitwa David Lusava amesema kwamba ripoti hiyo ishapelekwa, wazazi wake washapiga ripoti, na sasa hivi wanaendelea kumsaka mwalimu huyo. Pindi atakapopatwa pengine ataweza kuzuiliwa ili uchunguzi zaidi ufanyike. Vile vile kuna hapa moja kuna seremala pale kutoka sehemu ya Naivasha aliyekuwa anashukiwa kwamba amemuua mama moja kwa jina Beth Mwihaki, mwenye mtoto ama watoto wawili. Amejisalimisha kwenye kituo cha polisi baada ya kutoroka na kufuatwa kwa muda sasa. Amejisalimisha na sasa hivi uchunguzi unafanywa ili aweze kuhukumiwa. Katika ukurasa huu wa 6 ambapo tunaangazia habari za Afrika na dunia. Wanasema kwamba kuna wasomi, kuna wanagenzi, kuna wanafunzi 29 ambao walitekwa nyara katika nchi ya Nigeria, Lagos. Wanasema kwamba wafuasi wa genge moja la wahalifu walimetishia kuwaua wanafunzi hao 29 kwa waliomba by the way 300 naira, that's 1.2 billion Kenyan shillings. Hizo zinatoshana kama 300 naira million 300 million naira. Hizo ni 1.2 billion za Kenya. Kama serikali ya nchi ya Nigeria haitatoa hizo fedha, genge hili limesema kwamba litawaua hao wanafunzi 29. Katika ukurasa huu pia kuna wanasema kwamba Israel yaondoa sharti la kuvalia barakoa katika maeneo ya wazi. Wanasema kwamba sasa hivi unafaa kuvalia barakoa wapi? Wanasema kwamba katika maeneo ya wazi, kama ukiwa town unafaa kuvalia barakoa, mask. Sasa wanasema kwamba Israel yaondoa sharti la kuvalia barakoa katika maeneo ya wazi. Moja kwa moja. Na kuna wale polisi ambao walitekwa nyara katika nchi ya Pakistan, sehemu ambayo inaitwa kama Lahore. Sasa wako huru, kupata uhuru wao. Huo ni ukurasa huu wa 6 ambapo pia wanasema kwamba Chapana yataka Nyamara achilie waandishi wa habari 65. Na kuna hawa polisi 144 wa Nigeria ambao wamepelekwa Somalia kudumisha amani. Unajua Kenya nisikia kwamba wanataka withdraw from Somalia. I don't know, did they withdraw? Walisema hivyo lakini sijafuatia. Sasa kama Nigeria nayo imetuma polisi wao 144 waje kudumisha amani katika
nchi ya Somalia. Katika ukurasa wa 7 gazeti la Taifa Leo wanasema kwamba kuna hoteli hapa wanaangazia, kuna hoteli moja huku Lamu wanasema kwamba hoteli inayosaidia watalii kuelewa ramani ya Lamu. Kuna hoteli ambayo kuna ramani ya Lamu. Hiyo ndio naona yameangaziwa katika ukurasa huu wa 7 gazeti ni la Taifa Leo. Kama utaenda katika ukurasa, acha niangazie ukurasa wa 12, manake naona hapa ukurasa wa 11 hamuna la kutufaidi hapa. Na ukurasa wa 12 naona hapa kwamba jinsi mwaka wa 2022 unavyojongea, tuna kwamba mengi yanaendelea kufanyika na watu wanaendelea kujipanga ili waweze kuwania viti mbalimbali katika county ama tuseme katika nchi ya Kenya. Tuna hapa msajili wa vyama hapa nchini anaitwa Anderitu ameambia The Standard kuwa watu zaidi amepata jumbe za maombi ya kuanzisha vyama ama kusajili vyama zaidi ya 1100. Kwa hivyo sijui 1100 tutakuwa na vyama 1100 ikiwa vyama vyote vitakubaliwa. Tunajua sasa hivi tuna vyama 72 hapa nchini ambavyo vimeshasajiliwa, na sasa hivi tunaona kwamba kuna vingi zaidi ambavyo vimejitokeza ili kuweza kusajiliwa pengine kuwania viti mbalimbali mwaka wa 2022. Tuna hapa kati ya vyama ni kama Movement United for Super Action, Kenya Daima Party, Chama cha Mapatano Kenya, Common People, na baadhi ya vyama ambavyo vimetuma jumbe zao ili kuweza kusajiliwa. Katika ukurasa wa 20 wa 14 kunradhi, tuna hapa shilingi bilioni 3 zimeweza kupitishwa ili ziweze kufanyia ukarabati wa barabara. Kuna barabara pale katika kaunti ya Kitui, barabara ya Kibwezi Mtomo kwenda Kitui. Hiyo barabara imeanza kukarabatiwa, na kwa hivyo barabara hiyo imetengewa shilingi bilioni 3. Hiyo ni katika kaunti hii ya Kitui. Kakamega vile vile kuna daktari mmoja aliweza kuachishwa kazi ama aliweza kufutwa kazi kwa tuhuma ambazo hazikuwa wazi. Kwa hivyo koti imeweza kumpa former diocesan medical coordinator pale Kakamega Church Diocese, ameambiwa kwamba afidiwe na shilingi 1480 kwa sababu ya kufutwa kazi na kufutwa kwake hakukuwa halali. Katika ukurasa wa 14. Katika ukurasa huu wa 8 wanasema kwamba serikali inafaa kuwa izingatie zile ripoti ambazo zimetolewa kuhusu wananchi wa Kenya. Kuna wale wanasema kwamba nchi haielekei pahali pema. Kuna wale wanasema kwamba ni kama bado Kenya uchumi wake upo chini. Wanasema kwamba bei ghali zimekuwa, matumizi imekuwa juu zaidi, na pia watu wamekoza kazi zao. Wanasema kwamba serikali izingatie ripoti hizo na kufanya utafiti. Kuna huyu gavana wa Migori ambaye anaitwa kama Okoth Obado, wanasema kwamba kwa kumpinga tu Raila, Obado anajua kisiasa. Wanasema kwamba Obado hafai kwa njia yoyote ile kumpinga ama kupinga yule ambaye alimweka katika kiti hicho. Unajua Obado aliingia katika ugavana na chama cha ODM. Naam. Hatimaye akaja akatimuka, bado yupo kweli? Hajajitimua na ile kidogo alionyesha kwamba anakinzana na zile ideas ama masharti ambao chama cha ODM iliweza kupitisha. Wanasema kwamba akimpinga tu Raila anajua kisiasa. Wanasema kwamba uteuzi wa jaji mkuu mpya utekelezwe kwa njia makini sana. Wanasema kwamba wakimteua tu jaji mkuu yule ambaye atakayemrithi David Maraga, wafanye uchaguzi huo ama wafanye mahojiano hayo kwa njia ambayo ni halali na kwa umakini zaidi. Huo ni ukurasa wa 8. Katika ukurasa wa 9 wanasema kwamba kuna waume ambao wamezozana hapa kwa sababu ya wake zao, wanaulizia pasta. Huo ni ukurasa wa 9, na hiyo ni katika kaunti ya Kakamega, sehemu inayoitwa kama Ngose. Kuna hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 9.
Naam, ukurasa wa 16 hapa kwa kasi, naona sijui ndio ukurasa wa mwisho. Naam, kuna ukurasa mwingine hapa naenda kuangazia. Naona hapa katika Mlima Kenya, viongozi wa Mlima Kenya wamekuwa wakikuwa na vikao anuai katika weekendi tofauti, ambao wanasemekana kuwakilisha maoni ya watu wa Mount Kenya ama Mlima Kenya. Lakini sasa hivi naona Nyeri Town MP ama mbunge wa eneo bunge la Nyeri Town anaitwa Ngunjiri Wambugu amesema kwamba hao viongozi ni wale ambao wako na matumaini ama wako na malengo ya kibinafsi, kwamba hawawezi kuwakilisha viongozi wote wa Mlima Kenya. Ni anaitwa Ngunjiri Wambugu anayesema hivyo, kwamba watu wengi hawa anasema wenye wamejitokeza kina Kieni au watu wameshajirusha mili yao na uzito wote kwa watu wa Tangatanga kwa kumpa mkono naibu wa rais William Samoei Ruto. Kwa hivyo anasema kwamba vikao hivyo haviwezi leta matumaini ama matunda yote katika eneo la Mlima Kenya. Hiyo ni katika ukurasa wa 16. Katika ukurasa huu wa 10 wanasema kwamba serikali ilifanya makosa kubwa zaidi kwa kurefusha kipindi cha curfew, uchumi ni mbaya zaidi. Wanahimiza ama wanaomba serikali iweze kufupisha kipindi hicho cha curfew. Wanasema kwamba michezo pia izuziwe kufanyika kwa sababu kuna mlipuko wa COVID-19. Wanasema kwamba third wave imekuwa kali zaidi. Wanasema kwamba michezo nchini iweze kuwa huo ni ukurasa wa 10 ambapo kuna maoni huko. Wanasema kwamba utafiti wa kura ya maoni ulifanywa na shirika la Infotrack na ukaonyesha kwamba Wakenya wengi wanahisi kuwa nchi inaelekea papaya. Wakenya wengi wanaona kwamba nchi inaelekea papaya. Lakini kutokana na ongezeko la gharama ya maisha, hata hivyo wenyeji wa kaskazini mashariki wanahisi kwamba nchi inaelekea vyema. Je, unakubaliana na wao? Wewe unaona nchi inaelekea iko papaya bado tuko tu sawa? We are on the lane, tuko tu sawa. Maoni yangu nitayapa mwisho kishamaliza haya. Katika ukurasa huu wa 10 pia anazungumzia kuhusu hatua ya naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee ambaye ni David Murathi, ambaye alisema kwamba ni kama kuna uwezekano wa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta kumuunga mkono kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga CAM 22. Anasema kwamba unaona hilo linawezekana kweli? Hilo ndilo swali ambao wameuliza katika ukurasa huu wa 10. Katika ukurasa wa 11 naona wanazungumzia kuhusu lockdown na wale wagonjwa ambao wameugua tuberculosis TB. Nasema kwamba wagonjwa hao wameathirika zaidi kama wakati huu wa COVID-19 na lockdown. Katika ukurasa wa 12 wanasema kwamba kuna wagonjwa wengi ambao wako na maradhi tofauti. Wanasema kwamba wamekuwa na shida ya kwenda hata hospitali kwa sababu wanahofia ukienda hospitali ukipimwa tu COVID-19. Kuna kifua kikuu, TB, so unajua unahofia kwenda hospitali kwa sababu vile vigezo ambavyo wanatumia kuona kwamba huyu mtu ako na COVID-19 signs they just zinafanana tu na zile za TB. Kifua TB ndio hiyo kifua kikuu. Wanasema kwamba zinafanana tu, zinaambatana tu. Sasa unaweza enda TB upate kwamba umekuwa naona kama hiyo ndio amezungumzia katika ukurasa huu wa 12-13 katika gazeti hili la Taifa Leo, na huko nyuma ni Dimba tu. Wanasema kwamba GSU yafufua matumaini kwa kuizima Nigeria. Hayo ndio tu yameangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Na kufikia hapo naona kwamba tumetamatisha yale yaliyonakiliwa na ya muhimu. Hatujapitia, huwezi pitia gazeti nzima. Kuna yale ya muhimu zaidi ambayo lazima tukupashe kutoka hapa AGR magazetini. Waweza pata nakala yako ya gazeti uweze kujisomea mengi zaidi. Nimekuwa wako Edwin Mukaya, hadi hapo kesho kwenye meza hii tukutane. Kumbuka kuanzia saa 4 hadi saa 8 za mchana utakutana nami ama utaungana nami Fidel Omoshoge katika mpango mzima wa Zeria Obotaka. Hapa ndipo tunapata kazi, tunalipa deni katika operation pesa watu zirudishwe, na pia tunawatakia wawili watatu lunch njema. Tukutane wakati huo.